Nilimbadilishia huyu mama aliyekuwa amelala pembeni yangu mtoto, kwa sababu mimi wa kwangu tayari alikuwa ameshafariki, na nikafikiria vile ambavyo nimepata shida kumpata huyu mtoto, kwa sababu ndoa yangu tayari ilikuwa imeshaanza kuingia shida. Nikamchukua mtoto wa dada mwingine ambaye huyu alijifungua kwa operation, lakini alikuwa hana uwezo wa hata kutizama kwa sababu bado alikuwa hajapata fahamu zake, lakini alikuwa amewekwa pembeni yangu. Nilimweka yule mtoto pale, nikaacha ile kanga ya kwake pale kwenye yule mtoto, na mimi mtoto wake nikamweka kwenye kanga zangu. Kwa hiyo tulikaa hadi asubuhi ilipofika, wa manesi walikuja wakasema mtoto wa huyu dada amefariki. Na huyu dada alikuwa ameambiwa na hata kulia kuweza, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anapumulia mashine. Kwa hiyo walimchukua yule mtoto na kwenda kumzika, na wakati mimi yule mtoto wake bado ninaye na yuko pale na ninamnyonyesha. Nilikaa baada ya siku 3 pale, niliondoka nirudi nyumbani, na mume wangu alinisifia sana, akaniambia hongera, na nikamwambia asante. Lakini kabla sijakaa hata wiki 2 kule nyumbani, huyu nesi alinisaidia mpango wa mimi kujifanya ni mjamzito wakati nilikuwa sina mimba. Tulienda kule kwa ajili ya kuiba mtoto, na huyu mtoto ambaye nilimuiba kwa mara ya kwanza alikuwa tayari nimemlalia amekufa, kwa sababu ujue mjamzito ni mjamzito. Mimi sijawahi kuzaa, kwa hiyo nimeenda hospitali kwa ajili ya kwenda kuchukua mtoto, na baada ya kwenda nililetewa mtoto wa kwanza. Yule mtoto wa kwanza nikawa nimemlalia, bahati mbaya amefariki, na nikamchukua wa huyu jirani hapa. Kwa hiyo mimi naondoka pale, huyu nesi anajua ni yule mtoto ambaye niliondoka naye ni yule ambaye yeye alinifanyia mchakato. Kwa hiyo nesi alinitafuta akaniambia vipi, malizia kilicho changu, na mimi nikamwambia usijali, mimi namalizia. Kwa hiyo nilimlipa hela zake, tukawa tumemalizana kabisa kwamba hakuna kutafutana tena, mimi na yeye mishe yetu imeishia hapo. Nilianza kuishi na huyu mtoto. Huyu mtoto alikuwa kila kifika saa 8 usiku ni anakakamaa. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Anakakamaa hivi, mtoto ni anaumwa, anatetemeka. Anaumwa, anatetemeka, anakakamaa, nyosha hivi miguu. Sijui alikuwa na ugonjwa gani, lakini tulienda hospitali. Baba yake kwa sababu alikuwa anampenda sana, alihangaika naye sana huyu mtoto. Sana. Na mwisho wa siku kidogo akaanza kutengamaa, lakini kwa muda mrefu, kwa sababu alininyanyasa. Ilifika kipindi nilikonda sana, nilikuwa sina muda hata wa kufanyaje, wa kupumzika, na hangaika na huyu mtoto. Sijui miko yake, sijui chochote, kwa sababu nilimbeba tu kule hospitali. Amefika mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, hata akaanza darasa la kwanza. Huyu mtoto alikuwa fanani na mtu yoyote huko ndani. Hafanani na mtu yote, yani hafanani na mimi wala hafanani na babake. Hata watu walikuwa wanauliza ni mtoto wa baba au wakufikia, lakini mimi niliwaambia huyu mtoto ni mtoto wa kwangu mimi na huyu mwenzangu. Bibi yake alianza kuleta shida, yani bibi mza baba, niseme mkwe wangu mimi. Siku moja mume wangu aliniambia, unajua mama kaniita, ameniambia niende Kinondoni studio. Nimeenda, lakini alichokiongea sijakielewa. Eti ananiambia huyu mtoto mimi sio wangu. Nikamwambia wewe, nani anaongea? Akaniambia mama. Nikamwambia kwa nini anaongea maneno makali hivyo juu ya mjukuu wake? Akasema hata mimi mwenyewe nimeshangaa. Nikamwambia haiwezekani mama kaongea maneno makali kama hayo jamani. Mimi hapo roho inadunda vibaya mno. Ni kweli mtoto hatufanana naye, sijui alikuwa hata ni kabila gani. Hatufanana naye hata kidogo. Basi nilimtafuta mama, nikamwambia mama, maneno gani unamwambia mume wangu? Akasema mwanangu, mimi sitaki kukuharibia chochote hapo ndani kwako, lakini uweze amini mimi kila alipokuwa mdogo huyo mjukuu wangu, kwanza mimba yake wenyewe kubebaji wako, mimi sikuwaga naamini kabisa kwamba ulikuwa ni mjamzito. Sababu likaa miaka mingi sana hujabeba mimba, lakini ukaja kabeba mimba kama kimazabe, yani hata ikukaa muda. Mimi sijakupikia kama mkwe wangu, mimi sijafanya chochote, sijakukanda, sijafanya kitu chochote kile. Lakini nikamwambia mama, lakini unajua kwamba ndugu zangu mimi kutoka kijijini walikuja. Mama akasema, ndugu zako gani? Ndugu zako gani walikuja kutoka kijijini wewe? Sina sikia kuna rafiki yako wewe mlisoma gaute ndio alikuja kukupikia. Kuna ndugu gani alikuja kutoka kijijini? Nikabaki na shangaa. Mama amejuaje kama mimi kweli kijijini hakuna mtu alikuja? Na aliyekuja kujifanya ananiuguza ni yule rafiki yangu, la yule rafiki yangu yeye anafanyaje? Anajua hii issue nzima? Imekoje kwaje? Nikawa sijaelewa nini kinaendelea, lakini mwisho siku kama mama usifanye hivyo, ni mjukuu wako, unapoongea vile kijisikia, akisikia itakuaje? Kanambia ndio maana mimi niliongea na mwanangu. Wewe umesikia baada ya mume wako kukwambia, lakini mimi nilikuwa sitaki mtu yote ajue. Ila kweli mimi mjukuu wangu tangu mdogo nikimshika hata kushituka mikono yangu ilikuwa ishitukaji. Nikamwambia mama sijapenda kabisa. Mama huyo ananipenda sana. Nikamwambia mama sijapenda, akasema basi nisamee mkwe wangu. Yakaishia hivyo.
ila mimi nilianza kupata wasiwasi sana. Na tulikaa kama miezi kadhaa, mume wangu alibadilika kabisa, namuona kabisa mtu amebadilika. Nikawa najiuliza ni yale maneno ya mama ndio yamemuingia ama ni kitu gani, kwa sababu mtoto alikuwa ni mtoto ambaye asubuhi akitoka ana school bus, lakini anaweza kagoma kwenda shule na school bus inabidi babake ampeleke. Lakini alianza akigoma kwenda na school bus, anamwambia kaa nyumbani, sio lazima uende shule. Kitu ambacho ni kigumu, baba mtu hajawahi hata siku moja kumsikia kiongea neno kali kama hilo. Alikuwa akipiga simu mtoto anamwambia baba, labda tablet yangu imevunjika, anamwambia kama umevunja kwa makusudi, subiri mpaka siku nikipata nitakuja kununulia. Baskeli yangu imeharibika, sina hela, subiri mpaka siku nikija kupata hela nitakununulia. Kitu ambacho ilikuwa sio kawaida. Sio kawaida, hawezi kurudi nyumbani bila kupiga simu aseme nikuletee nini mwanangu. Vitu vyake vilikuwa vikiisha ndani, anasema huyu kashakuwa mkubwa, sio lazima sana mnunulia wa snacks. Yaani hivyo kamaliza. Kwa hiyo nilianza kuhisi kwamba huyu pengine kuna namna anahisi ama mama mkwe kashamshindikiza. Niliomba ruksa ya kwenda kwa mama mkwe. Yaani tuende Kinondoni tukatembee mimi na mtoto wangu. Na mama wangu aliniambia kama naenda Kinondoni nenda kabisa mimi mwenyewe. Huyo mwanao mwache. Nikamwambia kwa nini? Mbona kama ameanza kumbagua mtoto tayari na ni mapema hivi? Akasema nimekwambia kama naenda kwa mama nenda wewe kama wewe. Huyo mwanao mwache. Yaani mwanangu mimi anasema mwanao mwache. Nikasema siwezi kwenda kama mtoto aendi. Akasema basi sawa. Akaondoka. Yaani yuko hivyo amekuwa ni mtu ambaye ni mkimya sana. Ghafla. Sijui hata shida ni nini. Iliendelea hivyo, nikaanza najitahidi kufanya uchunguzi, kuna nini kinaendelea, kupeleleza hapa na pale. Kule nyumbani kuna wifi yangu ananipenda sana. Kadogo hivi. Nika wifi ambako mimi ninakapenda vibaya mno, nikatoto ka mwisho kwa mama mkwe. Niwa nakanunuaga zawadi, nilinunua zawadi kama kawaida yangu, nikamwambia wifi njoo nyumbani. Njoo kuna zawadi yako. Akaniambia sawa wifi nitakuja. Alipokuja nikamwambia wewe nampenda sasa hivi sielewi. Mama kuna siku aliniambia hivi na hivi. Hata tu nikwambie japo mama alisema yeye asifike kwa mtu mwingine. Akaniambia wifi mimi mwenyewe nilikuwa nasubiri tu nikwambie. Wifi yangu kila siku uko kwenye kikao. Unasemwa wewe, unaambiwa wewe kwamba wewe mtoto sio wako, unaacha ati mtoto mwenyewe ulimchukua hospitali. Baada ya kusikia hivi nilishtuka. Kumbuke hapo mtoto ni mkubwa. Nikamwambia nimemchukua hospitali, mimi naweza kachukua mtoto hospitali. Nikasababu yule wifi akaniambia ndio nakwambia hivyo, nasikia kwamba wewe hata hivyo mume wako amesema hajai kuonaga maziwa yako yakitoka. Maziwa yako tangu ulivyokuwa umekuja yako hivyo hivyo. Nikamwambia kwa mume wangu aenda kunivua nguo mimi kwa mama mkwe. Akasema ndio nakwambia usije kaanza kufanya mambo yako hapa. Mimi nakwambia tu. Na kwa taarifa yako pia nani kaka kashajua, anasema kweli wewe mtoto sio wako. Kuna rafiki yako mmoja ambaye yeye alikuja kukuguza, alimkamata akamweka ndani. Baada ya kumhoji zaidi kuna vitu kaongea. Yaani alipoongea hivyo mimi nikasema nilibadilika tena, mtoto mwenyewe aliona. Akaambia wifi mbona hivyo? Nikamwambia nashangaa wifi. Mbona ananitafutia maneno makali kama hivi? Akaniambia ndio nakwambia ndio tulie nikwambie. Akasema kashajua. Yaani kama kweli wifi mtoto sio wako wetu. Ndugu yangu kaka kashajua. Alimkamata yule rafiki yako alikuja kukuguza kwa sababu anasema anajuana tokea zamani tangu anaanza na wewe, yule rafiki yako wewe ndio rafiki yako. Na ndio maana hata kwenye harusi ndio alikuwepo pale mbele upande wako. Nikasema yeye akasema kamtafuta, kamweka ndani, sijui kampiga, sijui kamfanya nini sijui. Unaambiwa kaongea kila kitu. Sasa sijui kaongea vitu gani sijui. Basi wifi yangu mimi ndio hayo tunajua. Yaani wifi anaongea hivi mimi natetemeka, miguu yote inacheza. Nikana pia mwenzetu ndio maana mume wangu kabadilika kwa mtoto wake. Ndio maana mume wangu sasa hivi hayuko vile ambavyo alikuwepo mwanzo. Yaani nilikuwa sielewi, nikahisi kama nyumba yote inawaka moto. Nilimwambia sawa wifi, basi zawadi yako hii hapa, nilimpa ile magauni, nikampa na zawadi nyingine, nikampa na hela. Nikamwambia sawa basi wifi mimi naomba leo usikae sana, sije wakaadaniwa wakahisi kwamba umeleta maneno huko. Akasema yes kweli. Nikamuitia Bolt pale, ikamchukua ikamrudisha wapi nyumbani. Nikabaki mwenyewe. Nilipobaki nyumbani nilimuita mtoto wangu baada ya kurudi shule, nikamwangalia. Nililia sana. Siku mtoto ni ana akili vibaya mno. Yaani niko cool, hafanani na mtu yote mwandani, lakini ni ana akili, anaongoza shule. Yaani ndio cream ya shule tangu chekechea. Yaani mtoto aenda pale shule, mtu akuja kufanywa interview ili mtu aone kwamba ile shule inaeleka, alikuwa anamtaka mwanangu. Ni cream, mtoto ni mweusi sana. Lakini ni mtoto ambaye ni ana akili kupita maelezo. Anajua kila anachofundishwa na mwalimu. Mwalimu akimaliza kufundisha hana haja kurudia tena. Si kama kuna mtu anaelewa hicho kitu.
ni mtoto ambaye babake alikuwa anampenda kwa sababu ya zile akili zake. Shule nzima wanampenda kwa sababu ya zile akili zake. Lakini ndio huyu mtoto leo naambiwa baba yake kashajua kwamba mtoto sio wake. Na ni kweli mtoto sio wake. Mimi sijai kubeba mimba na sizai. Na kwa nini sizai? Hayo mimi ndo nayajua, wengine wote hawajui. Basi siku hii mume wangu alirudi. Baada ya kurudi nilimwona tu kama kawaida yuko vile vile, yani sura yake kama mvua inataka kunyesha. Nikamwambia mume wangu naomba tuongee. Akaniambia kwa leo niko vibaya sana mke wangu, naomba tusiongee, hebu niache. Kuna mambo fulani nafuatilia, nafikiri yakikaa sawa tutaongea. Nikasema Mungu wangu sio ndio anafuatilia mimi nitoke humu ndani, sio anafuatilia nini mimi sijui. Na hivi sina kazi mjini nitaishije? Lakini nilipata akili ya kumtafuta yule rafiki yangu. Nilipiga simu kwa rafiki yangu, simu ilikuwa iti. Nikamtafuta rafiki yetu mmoja tusomaga naye pia, nikamwambia namtafuta fulani simpati. Akaniambia akabadilisha simu. Mimi mwenyewe alinitafuta yeye mwenyewe juzi kati hapa. Akanisalimia, labda nitafutie namba ambayo alinitumia kunitafuta. Kwa hiyo akanitumia ile namba na mimi nikachukua line nyingine. Nikasema kwa sababu huyu nasikia kashakamatwa na mume wangu, nikachukua line nyingine nikampigia. Akapokea. Nikamwambia wewe vipi? Akaniambia wewe nani? Nikamwambia mimi rafiki yako. Akaniambia rafiki yangu, wewe unanitafutia nini mimi? Naomba ukate simu sasa hivi, sitaki akakata simu. Nimejaribu kupiga tena simu alikata baadaye ikapatikana. Naomba kwa leo tuishie hapa, tutaendelea kesho.